Na taratibu nilianza kuikalia mashine ya baba yangu. Hakika ilikuwa ni tamu. Sikuwahi kukutana na mwanaume mwenye mashine kama baba yangu, kwa sababu nakumbuka hata Freddy mwenyewe, mwanaume aliyenitoa mimi usichana wangu, hakuwa na mashine nene kama ya mzee Bernard. Yaani babangu mimi alikuwa na mashine nene, alafu ndefu, alafu tamu. Yaani tamu. Nikamwambia nilizidi kulalamika kwa utamu, nikizungusha kiuno changu. Akawa ameninyanyua mzee Bernard na kunibadilisha staili. Tukawa tumekaa staili ya mbuzi kagoma kwenda. Aliniingiza na kutoa kwa taratibu. Na mwisho wa siku akaanza kufanya kwa haraka haraka, na huku akiwa ananipiga vibao vya makalio. Akaniambia, Angel, tamu. Una utamu wa vanilla. Nikamwambia, yes babe. Weka yote hapo hapo. Napanda Angel. Napanda mwanangu. Na mwaga. Tamu Angel. Na pale pale hatukuweza kuchukua hata dakika. Tuko tumemaliza pamoja kabisa. Tukakojoa. Tulishusha pumzi nzito. Baada tu kumaliza, uso wa aibu kaanza kunijia. Babangu alinisogelea na kunipiga kisi la mdomo, ambalo tulibadilishana mate kama dakika 20. Na huko kila mtu akimshika shika mwenzie. Angel, unajua mamako hajarudi tangu lile tukio litendeke. Nadhani atakuwa amechukia baada ya kumpiga kofi siku zile. Asa atakuwa ameenda wapi? Achana naye. Kwanza katugea mwanya. Katupa nafasi nzuri ya kufurahia matunda, ya kufurahia mapenzi yetu. Leo nataka tufurahi mpaka asubuhi. Nataka unipatie mautamu sana mwanangu Angel. Na kuchukua dakika, alipitisha ulimi wake shingoni kwangu, na mikono ikishikashika maziwa yangu. Nilalama upya. Baba, usiniache. Penzi lako tamu kama asali. Nalihitaji. Na pale pale mashine ya baba ikaanza kututumuka upya. Ilipona hivyo nilichomeka kabisa taratibu. Baba, mashine yako ya moto. Hata wewe pia Angel, una joto kali sana mpaka raha. Yaani ni tofauti na mama yako, alisema baba. Na huku akinikatikia na mimi sikuwa nyuma. Ilianza kumpa ushirikiano kumkatikia. Angel, una uno kweli kweli. Mpenzi wangu. Mpaka naisi unataka uikatie ndani hiyo nani yangu. Alalamika sana baba. Baada ya kunogewa kwa safari hii, tulikaa staili ya kisusio. Kwa hiyo alizidi kulalamika sana, akinibinya maziwa na huku akininyonya shingo yangu. Sasa kwa kadri tulivyokuwa tunaendelea na tendo, ndo jinsi raha ilipozidi kabisa kuongezeka. Baba yangu alinibana kisawasawa. Alinisugua vilivyo, na sikuwahi kabisa kusuguliwa kiasi kile. Hata huyo Freddy mwanaume wangu, unakuta nilikuwa nikienda kwake ananiacha tu na minani yangu bila hata kujua kunisugua. Na sikujua kama alikuwa ananipaka tu shombo. Nikaendelea kumwambia baba, baba na mwaga. Utamu unakuja. Ashala. Azeni ilizidi kukata maundo. Ilipona na karibia kumwaga, naye mwenye baba hakuwa nyuma. Alichomeka na kuchomoa kwa haraka sana, na huko akinishika chuchu zangu kwa utaratibu. Ulimi wake haukuacha kabisa kutali shingoni kwangu, na kitendo kile kilinifanya nitangaze kabisa ushindi bila hata kupenda. Hapo jamani, uwe utamie. Nilimwaga. Nilipotaka kuchomoa uume wa baba, aligoma baba. Akaniambia, Angel, mi bado umeniacha njiani. Wetulia tu hivyo hivyo. Nitamwaga muda sio mrefu, maana zinakuja.
Alizidi kunibana mguu wangu wa kushoto, akaupandisha kwa juu. Alinipiga dabo na huko akihema kabisa juu. Angel, upokee mwanangu. Unakuja. Kojo hilo linakuja. Alinikojolea kweli baba yangu. Alipomaliza kumwaga, alinishushia mabusu mengi kweli. Akaniambia asante Angel, asante sana. Nikamwambia asante pia baba. Hakika umejua kunisugua mpaka nimeridhika. Umenipatia utamu ambao sikuwahi kabisa kupewa huko nyuma. Unajua nini? Japokuwa babangu alikuwa ni mtu mzima, lakini aliyajua sana mapenzi. Alijua jinsi ya kumuhendo mtu kitandani. Dakika nyingi hazikupita, usingizi ulituchukua wote, mimi na baba. Tulilala kama pono. Dakika mchezo kulikuwa ni katamu sana. Halafu ule mchezo ulituchosha mno. Msikilizaji, sehemu ya 4 sio mbali katika huu msimu wa kwanza, na hii simulizi inaitwa Baba Umenikojolea. Kwa hiyo msikilizaji, ni kwamba mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Embu usikose kisa hiki sehemu ya 4 tupate kuelewa kabisa hii simulizi ikoje. Bye bye.